Ndiroka mwega murori wa Eko TV kiroko kyo muthe gacokia ngatho ciakwa cia mwanya ndu wa kunyitana nani thiini wa Kabiro na gikwira ati nitugucenjia uria twikaga maundu tutigukorwo tukiatheria maundu megi uteti na tugukorwo tukiaria maundu matiganite na utoria tuwi ni ati kigeranio gia KCPE ni kiratangathirwo ni mundu gwitwo Matiangi na ningoretwo ngietha amwe a aruto aria marekuritwo magika wega muno aria marari na marks cia iguru makiria na thiini wa Nairobi ngona kairitu kamwe na mwarimu wake na ngona muciari wake na munene wa cukuru iria athomagira aumite kuria mwena wa Utawala no nimego tumenyithia makiria kuria maumite na ni undu wa lugha itiganite kana to nginya korwo ni Mugikuyu umuthi tukuhuthira ruthiomi rwa Githweri. Karibuni sana katika studio. Nashukuru. Labda mtufahamishe majina yenu, tuanze na mwalimu. Majina yangu naitwa Mwalimu Paul Kilonzo. Wananiita Teacher Paul. Hilo ndilo jina ambalo linajulikana. Na jina la kimajazi, unajua wanafunzi wana tabia ya kuwapatia walimu majina ya kimajazi. Jina la kimajazi pengine waniambie wao. Anaitwa nani? Wameficha. Huwa mnamuita nani huyu? Hamjambatiza au mnaogopa bado? Sasa ushamuondokea. Si unaenda katika shule ya upili? Naam. Tufahamisha majina yako kamili. Jina langu ni Melissa Nyakio Gathiaka. Melissa Nyakio Gathiaka. Nasomea katika shule ya Lakewood. Lakini bado uko nyuma, ulikuwa unasomea? Ama bado unasomea? Si ushaondoka pale? Ulikuwa unasomea, si ndio hivyo? Ulikuwa unasomea katika shule ya Lakewood Primary School. Lakewood Primary School. Iko wapi hiyo shule? Kwa Utawala. Na ulikuwa na alama ngapi? 424. 424 marks. Na katika shule yenu ulikuwa nambari moja. Unajihisi vipi sasa? Vizuri sana. Tutakuja kwako mwalimu. Hebu nifahamisha hii Lakewood iko wapi? Lakewood iko pale Utawala karibu na mahali ambapo panaitwa Airways. Iko mkabala na mtaa ambao unaitwa MC. Kuna majengo yako pale yanaitwa Tamarind. Yako pale. Ni shule ambayo imeanzishwa takriban miaka 3-4 hivi. Kwa hivyo hili ndio lilikuwa darasa la kwanza la kufanya mtihani. Kwa hivyo watahiniwa wenyewe walikuwa 55 hivi. Na bila shaka tunafurahi wamefanya vizuri sana. Wewe ni mwalimu wa Kiswahili? Mimi mwalimu wa Kiswahili. Hongera. Asante. Nitakupa mwalimu mwingine anaitwa Wafula. Aje. Ama Ustadh Wala bin Wala. Mwalimu wa walimu unamfahamu? Unamfahamu Ustadh Guru Wala bin Wala? Nimeona ameandikwa kwa vitabu vya Kiswahili. Rafiki yangu sana. Alama za Kiswahili ulikuwa na ngapi? 83. Nitakupeleka kwake Ustadh. Umsalimu sio? Naam. Vitabu vyake muhimu sana. Vile ambavyo mlikuwa unatumia pale katika shule za msingi pia zinatumika katika shule za upili na zake pia zinatumika katika level ya chuo kikuu. Kwa hivyo bado hamjaachana na Wala. Ni muhimu sana ukutane naye. Mwalimu, hebu nifahamishe. Ni nguzo gani ama kabla kidogo katika tuje katika nguzo ambazo mlitumia kuhakikisha kwamba shule yenu imefanya vizuri sana. Nilipata kukutana na nyinyi mlikuwa katika msafara, magari mengi sana, mnashangilia na hapo ndipo nilijua kuna shule ambayo inajulikana kama Woodland although nilikuwa Lakewood. Hebu niambie mlikuwa na wanafunzi 55 sio? Kweli. Alama mean grade ilikuwa alama ngapi? Bila shaka kama nilivyosema lilikuwa darasa la kwanza kufanya mtihani wa kitaifa. Na kwa kiwango ambacho pengine waliweza kufanya tunaweza kusema kwamba wafanya vizuri sana. Kwa sababu alikuwa na alama za wastani alama 345. Wow, 345? Ndio. Alama za wastani hizo mean grade. Hizo mean grade. Yeah. Na ni nguzo gani ambazo mlitumia kuhakikisha kwamba shule yenu imefanya vema zaidi, kwa sababu ile mihemko na madoido na niseme sio purukushani vile, lakini vile ambavyo mlikuwa mnatembea kwa barabara watu wakishangilia nini, vifijo, nderemo, lazima kuna nguzo ambazo mmeweka katika hiyo shule kuhakikisha kwamba wanafunzi wenu wanafanya vema. Tupe mifano. Bila shaka kufaulu katika mtihani kunachukua ama kuna gharimu mambo mengi. Si swala moja tu ambalo huwa linafanikisha matokeo mazuri katika mitihani. Kuna masuala kadha wa kadha ambayo yakichanganywa pamoja huwa yanaleta ule mseto ambao unahitajika ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafanya vizuri. Na jambo la kwanza ni nidhamu. Kweli?
Usipokuwa na nidhamu hakuna mahali popote ambapo unaweza kwenda. Kwa hivyo kitu cha kwanza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanashika nidhamu vizuri. Na bila shaka hata mwanafunzi anaweza kuambia kwamba pengine kama wangenipa jina la lakabu wangeniita bwana nidhamu. Kwa sababu ni swala ambalo nilikuwa nalishikilia kwa mikono miwili. Jambo la pili ni kufanya kazi kwa bidii na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na bila shaka wanafunzi wenyewe pia lazima wajue wana jukumu la kuweza kutenda, kwa sababu mwalimu hawezi kufanya kila kitu. Kweli. Inamtegemea mwanafunzi kwa asilimia kubwa kuhakikisha kwamba amefanya vizuri. Na unapozika hayo katika akili zao, bila shaka wanafunzi wanafanya vizuri. Na hizo ndizo mbinu ambazo tumeweza kuzitumia pamoja na kushirikiana pamoja na walimu wengine pamoja na wazazi ili kuweza kuhakikisha kwamba bila shaka wanafunzi wamefanya vizuri. Ulisema jina nani hivi? Melissa Gathiaka. Hebu nifahamishe matokeo yako vile ambavyo ulikuwa unatarajia kuwa wewe ndio utakuwa mwanafunzi wa kwanza, ni mazoea yako? Unajua wanasema Waswahili kwamba mazoea yana tabu. Ni mazoea yako ama huko unatarajia kuwa ni wewe utaibuka kidedea? Ilikuwa mazoea. Ilikuwa mazoea? Kwani umekuwa ukiongoza kwa muda gani? Kuanzia class? Hata ukumbuki? Kwanza huko. Darasa la kwanza. Darasa la kwanza. Mpaka darasa la 8 umekuwa number 1. Tupe siri yako. Labda maombi ya baba tunapoenda shuleni asubuhi. Maombi. Na niombe kabla niingie basi. Na niombe na nipa ushauri. Na bidii. Bidii pia niko nasoma sana. Na sasa hivi matamanio yako ni kujiunga na shule gani sasa ya upili? Alliance. Mbona Alliance? Ni shule Kishua. Lakini natarajia kwamba hukuandika hivyo katika mtihani wako wa Aisha. Hukusema kwamba mambo haya ni ya Kishua. Sio? Na katika siku za usoni unatarajia kuwa nini? Rubani, daktari, architect. Mchoraji wa masuala ya nyumba, mambo kama hayo. Na pale shuleni wale wanafunzi wengine ambao mlikuwa mnasoma na wao, unajua siku hizi sidhani kwamba wanarudia, sio? Wale wanafunzi wengine ambao mlikuwa mnasoma na wao, ni mwalimu gani kwamba huwa mnampigia, mnasema kwamba ndiye mwalimu ambaye amewawezesha kufika pahala ambapo mmefika? Watu wametusaidia sana. Kuna yule ujua mwingine, watu wako sawa. Na huu bwana nidhamu, mijeledi ilifanya kazi au huwa inafanya kazi? Ushashtakiwa. Lakini hata pale nyumbani, unajua masuala mengine ambayo tumekuwa tukizungumzia na umefanya vizuri sana kugusa swala la nidhamu, ni masuala ambayo tuseme Wizara ya Elimu imekuwa ikisema kwamba hayafai kufanyika, kwa mfano mjeledi kufanya kazi. Lakini hata pale nyumbani, hata watoto wangu wenyewe nawapatia mijeledi wakati mwingine, kwa sababu hata Biblia yenyewe imependekeza hivyo. Pale shuleni mwenu mnafanya nini? Zipo sera ambazo zimepitishwa na Wizara ya Elimu bila shaka ambazo zinapaswa kufuata. Na sheria ni sheria. Na kama tujuavyo kwamba mijeledi haipaswi kutumika, na kama shule Lakewood mijeledi haitumiki. Kile ambacho tunafanya, kuna ushauri ambao unatumika. Wanafunzi wanapofanya makosa unawaita, unazungumza nao, kisha baada ya hapo iwapo pengine watazidi, basi itabidi umuite mzazi wake ili muweze kuwa na mazungumzo ya faraga, kisha baadaye mnaweza kupata suluhu. Na zaidi ya yote pia shule yetu ni shule ambayo inazungumzia masuala ya uungu sana. Maana ukiangalia hata moto ya shule inasisitiza sana kwamba ni honoring God through excellence. Ambayo kile ambacho unakifanya kwa uhakika ili kumfurahisha Mwenyezi Mungu, si kufurahisha tu mwanadamu. Basi unapata kwamba mwamko kama huo pia unatusaidia, na ukiweka hicho katika misingi na akili za wanafunzi, unapata kwamba ni swala ambalo linawasaidia sana katika kukuza nidhamu. Kwa hivyo hatujakuwa na maswala magumu ya kinidhamu shuleni, kwa hivyo ambayo pengine yangetupelekea kuchukua mijeledi na kuweza kuwacharaza. Hamkuwa na jambo kama hilo, kwa sababu tunajua kwamba sheria inakataa. Na kando na hayo, si vizuri pia kutumia mijeledi, kwa sababu wanafunzi wa siku hizi si kama wanafunzi wa zamani. Bora aelezwe vizuri, aelewe nini ambacho anapaswa kufanya, na bila shaka wanafuata. Unataka kusema sisi watoto wa zamani tulikuwa wabaya zaidi? Ama mili yao ni hafifu?
Ni sera ambazo zilikuwa zinatumika. Zamani hata ukiangalia katika historia ni kwamba iwapo ulitaka kuchukua uongozi ulikuwa unachukua panga na kumuita yule mfalme, kisha mnakutana uwanjani mnapigana, atakayeshinda anakuwa mfalme. Sera zilikuwa ni hizo, lakini mambo yamebadilika. Lazima tuende na wakati. Kabisa. Alafu swala lingine ambalo naweza taka kuuliza, na ni swala ambalo najua watu wengi pia wanaweza taka kujua. Hii shule watoto wanapotaka kujiunga na shule yenu, kwa mfano wale watu ambao wanaishi katika eneo la Utawala, wanafanya nini? Wazazi ambao pengine wangependa kujiunga na shule ile, na naweza kusema kwamba bila kujipigia tu debe, ni shule ambayo bila shaka nimefunza miaka mingi, takriban karibu miaka 15 hivi. Umetuambia kwamba imeanzishwa miaka 3 iliyopita. Nimekuwa katika shule nyinginezo. Katika shule nyinginezo. Kwa hivyo tajriba unayo. Tajriba nayo ya kutosha. Na ni shule ambayo uendeshaji wake, wa ratiba zake na shughuli zake nimeupendelea sana. Kwa sababu pale ukileta mtoto wako pale, una uhakika kwamba utapata mwanafunzi ambaye anaweza kufanya vizuri kama Melissa alivyofanya. Tunasema nini hapa? Unapotaka kujiunga na shule ile, basi unaweza kuja pale shuleni ama ukatupigia simu. Mwalimu mkuu wako hapa ataweza kupeana nambari ya simu ambayo pengine tunaweza kuitumia kuweza kutupata. Tuko pale Utawala, lakini tunachukua wanafunzi ambao wako katika maeneo ambayo yamezingira shule ile. Na kama mimi mwenyewe nimetoka mahali kama hapa, ama nimetoka Thika Road, mtoto wangu inamaanisha kwamba hawezi akasomea katika ile shule hapo? Anaweza, mipango inafanyika. Kwa sababu tuna magari ya usafiri, takriban magari kama 10 hivi au zaidi, ambayo anachukua wanafunzi. Shule kubwa sio? Ni shule kubwa. Ambayo anachukua wanafunzi kila mahali. Shule ya Gitikali, wanasema hivyo Mombasa. Ndio hivyo. Wanasema ni shule ya Masongo. Ya Masongo. Si Masongo vile. Kwa sababu ukiangalia hata malipo yenyewe si eti kwamba ni shule ya juu sana. Manake kwani tupatie labda kukisia ile karo ambayo mtu analipa kwa mwaka. Nitaanzia kwa kusema kwamba waasisi wa shule ile, wale waanzilishi wa shule ile, walikuwa ni walimu. Na tunajua mwalimu kiwango chake si kiwango cha juu. Kwa hivyo alianza shule kuweza kuwasaidia wanafunzi. Si eti kwamba ni kujitajirisha vile. Kwa hivyo walipoanza shule ile walikuwa wanaangalia kwamba wanafunzi wanapaswa, kuna kitu ambacho pengine wanakosa ambacho wanataka kuleta. Kwa hivyo tamaa haikuwa ni pesa, tamaa ilikuwa ni kwamba lazima watoto wapate elimu na wapate elimu ambayo ni nzuri. Kwa hivyo kukisia, ukiwa na kama mwanafunzi anayeanza shule, karo ya mwanafunzi wa chekechea ni kama 12,000 hivi. Na ukifika darasa la 8 ni kama 27,000. Kwa hivyo si pesa nyingi vile. Kweli. Melissa, nikija kwako, hebu tuambie, nataka unielezee ili wale wanafunzi wengine ambao wako katika darasa la 7 unaweza kuwapa wosia, sio? Unaweza kuwapatia kwa kimombo wanasema advice, kwa sababu kimombo najua ulikuwa umeperform vizuri. Ulikuwa na 95. 95. Ulianguka 5 ama walikuonea? Walikuonea. Zile mashine labda zilikuwa na mushkil kidogo, zikakuibia alama 5, lakini hata hivyo umeperform vizuri. Hakuna shule natumai kwamba huwezi ukajiunga nao hapa nchini. Ulikopokuwa unaamka asubuhi, nataka unipatie ratiba yako ya mambo ambayo ulikuwa unafanya asubuhi. Kuamka saa ngapi? Kwa naamka saa 10. Ongea kwa sauti. Saa ngapi? Saa 10 na? Sorobo. Saa 4:45. 4:45. Hata ukitumia kimombo ni sawa. Then after that naosha uso, navalia sare ya shule. Baada ya kuoga naenda nala staftahi. Staftahi sasa utakula mpaka saa 6:30 ama? Mpaka 5:15. 5:15. Saa 11 na robo. Ushamaliza kula staftahi, kiamsha kinywa chako, alafu naenda kwenye stani ya basi na ngoja inanijia 5:30 na mimi naenda shule. Bado kama nimelala 5:30 huko barabarani. Nafika shule 6. Nazo lessons naanza 6:20. Lessons 6:20 ama preps? Ama mambo yamebadilika? Masomo tangu niingie darasani nimepeza kitambo. Masomo yanaanza mapema. 6:20. Wajua ukitaka kuwahi anza mapema. Kweli. Maana msafiri ni aliye bandarini. Kabisa. Kwa hivyo tulikuwa tunaanza mapema kidogo ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaweza kupata muda wa ziada wa kuweza kupata yale
masomo ambayo anahitaji. Kwa hivyo tulikuwa tunaanza mapema kidogo kama anaposema mwanafunzi. Alafu lessons zinaanza 6:20. Aha. Mpaka okay, mnaenda break. Alafu jioni mkitoka mnatoka saa ngapi shuleni? Kwa tutoka 6:45. 6:30. 6:30 ama 6:45? Sasa tunakaa hapo tu. Jioni, magharibi. Ndio maana nilisema uje na babako katika studio kwa sababu inaonekana babako pia hajakufanyia haki kwa sababu hakai na wewe muda mrefu. Sasa ukifika pale nyumbani utafika saa ngapi? 6:45. 6:45 kwa nyumbani. Kwa hivyo saa moja wakati huo baba anaona news. Sio? Alafu unafanya homework. Utakuwa na homework bado? Hapana. Tangu tuanze kusoma mpaka 6:30 hatakuwa tunapewa kazi ya ziada. Oh, hamna kazi ya ziada. Unajisomea. Oh, kwa hivyo kulala unalala saa ngapi? Saa 4. Kwa hivyo wale wanafunzi ambao walikuwa nyuma yako sasa, wale ambao watajiunga na darasa la 8, unaweza kuwapatia wosia gani? Kote nchini. Sio katika shule ile tu ya Lakewood. Bidii ulipa. Kama unaona mimi niko hapa natarajia kwenda shule Alliance, wewe pia unaweza. Na wala kazi ngumu sana. Alafu najua si kazi ngumu, sio? Alafu kuna swala ambalo nataka unipatie siri yenu nyinyi kama wasichana. Unajua wakati wetu na mwalimu hapa, natumai kwamba vijana ndio ambao walikuwa wanafanya vyema zaidi. Ni kweli. Lakini wakati huu wasichana ndio wameibuka kidedea. Siri yenu ni gani ambao mnatumia siku hizi? Mnawapiku sana vijana wa sasa. Wamezoea kushinda. Sasa tumeamua hii imetosha. Imetosha. Sasa mnasema kwamba hawatoshi mboga tena. Mwalimu, hebu sema na ule mwanafunzi ambaye labda anatazama runinga kwa sababu kuna vipindi vingi sana hivi sasa vinapeperushwa katika runinga, katika redio, watu wanatumia sheng, lugha ambayo haistahili, na natumai kwamba nikizungumza na baadhi ya walimu ambao walikuwa kwenda kufanya kusahihisha ule mtihani, wanasema kwamba ile lugha imeweza kuwaathiri sana baadhi ya wanafunzi. Unaweza kuwaambia nini wanafunzi? Lugha ni chombo cha kuwasiliana. Kweli. Na kuna uhuru fulani, lakini Waswahili wanasema kwamba uhuru bila mipaka ni wazimu. Kabisa. Kumekuwa na wazimu wa lugha. Ambao bila shaka sisi kama walimu, hasa walimu wa lugha, tumekuwa na matatizo ya vipindi, hasa vipindi ambavyo vya vichekesho. Mahala ambapo unapata lugha inaborongwa na wanafunzi wanachukulia kwamba wale ndio vielelezo vyao. Na wanachukua lugha ile wanaipeleka kwenye mitihani. Basi unapata kwamba tuna matatizo. Ewe mtoto ambaye unanitazama kwa sasa hivi, unajua kwamba lugha ambayo inatumika ni tofauti na lugha ya masomo. Hakikisha kwamba kile ambacho unafunzwa na kile ambacho unajisomea ni kitu ambacho kitaweza kusaidia katika maisha yako. Kwa hivyo lugha ni ile ambayo unafunzwa, lugha sanifu, lugha ambayo inaweza kuandikika katika vitabu. Kwa hivyo japo tunaangalia vile vipindi na vitazama, ni kweli vinafurahisha, vinachangamsha na mambo kama haya, lakini tujue kwamba kuna ile lugha ambayo tunapaswa kutumia. Ni kweli vyombo vya habari vimetupotoshea wanafunzi kwa kiasi fulani, lakini vizuri kwamba tujue kuchagua, tuwe kama kichungi. Tuchunge yale mazuri, yale mabaya tuteme. Unajua naweza kuwapatia changamoto nyie walimu haswa wa Kiswahili, maanake pia mimi ni mmoja kati, naweza kusema kwamba washikadau nimesaidia pakubwa pia, sitasema enzi zangu kivile basi kwa sababu miaka bado haijaenda sana, sijakula chumvi ambao naweza nikasema kwamba nimekula chumvi sana, lakini naweza sema kwamba nyinyi kama wanafunzi wa Kiswahili, kila mtu ama kila mwalimu akaange na mkwiro wake kutetea lugha ambayo tunaienzi. Naipenda sana hiyo lugha, na ndiposa pia mimi nimeweza kutuzwa mara kadhaa pale katika kituo cha Wasta kwa sababu ya kuwa pale mbele, mstari wa mbele kutetea lugha ya Kiswahili na kuhakikisha kwamba inatumika jinsi ambavyo inatakikana. Melissa, nikija kwako, ukishaingia shule ya upili, umesema Alliance, sio? Ulikuwa umechagua, siku hizi mnapewa nafasi ya kuchagua? Naam. Ukishaingia pale, unajua kuna watu huingia katika shule ya upili wanabadilika. Utahakikisha vipi kwamba ile nidhamu ambayo ulikuwa nayo pale Lakewood umeiendeleza ili uweze angalau kufikia ndoto zako? Nachagua marafiki, si hao watanichagua. Na nachagua wale watanisaidia, wale wanamfuata Mungu, wanamsikiliza. Na pia nitakuwa rafiki kwa vitabu.
tasoma, hakikisha nimeendeleza vile nilikuwa katika shule ya Lakewood. Pia niendeleze ile nidhamu nimefunzwa na walimu wangu na wazazi wangu pia. Na katika kutoa shukrani zako, unaona kwamba unampendelea sana babako. Katika kutoa shukrani zako labda za dhati zaidi, unaweza kuwapatia kina nani? Watu watatu kwa sababu ya ufanisi wako. Baba. Lazima uanze na baba kila saa. Mungu. Mungu. Baba. Na walimu. Walimu. Wale wenzako wako kusaidia kwa vyovyote vile, kwa sababu unajua katika mbio, katika wewe ni mpenzi wa kutazama riadha. Utazami, lakini shuleni pia kuna michezo, kuna extracurricular activities, sio? Unajua mtu anapokimbia anakuwa wa kwanza kwa sababu kuna wengine ambao anawasikia nyuma yake na anataka kuwapiku, sio? Hebu niambie, wale wanafunzi ambao mlikuwa na wao, kwa sababu sasa unajua mtakaa sana bila kuonana. Naam. Unaweza hebu tazama hii kamera uweze kuwaongelesha, utawaambia nini? Aendelee vivyo hivyo, walikuwa na bidii sana, hakuna kumshinda. Lakini ni marafiki wazuri, na wale wanaokuja sasa, ile bidii niliona mkiwa nayo, na wale wasiwajui bado, aendelee vivyo hivyo, sababu najua walimu wamewafunza vyema. Nimeshukuru sana kwa sababu ya kunitembelea katika studio, sio? Na natarajia kwamba baada mtihani wa KCSE utakapotangazwa miaka 4 kuanzia sasa, tutasikia jina lako, sio? Ama tutakuwa na ari tena ya kukutafuta, kukuleta katika studio na kutupa siri zako. Mwalimu. Naam. Mwalimu Kilonzo, ulisema ni Paul? Paul Kilonzo. Hebu tazama kamera hii pia wewe uweze labda kuwasemesha wale wanafunzi wako pale shuleni. Unajua kuna wale ambao watamuona Melissa katika runinga, wale ambao sasa wamebaki shuleni, na pia wanaweza tamani kuwa katika runinga wakihojiwa kwa sababu ya bidii zao za mchwa. Unaweza kuwaambia nini, na pia ukitoa wasia wako wa mwisho? Bila shaka kama alivyosema Melissa ni kwamba bidii hulipa. Nami nitaongezea niseme kwamba bidii hutuzwa. Kuja kwa Melissa hapa si jambo ambalo limejitokeza tu. Ni kwamba amefanya bidii, na kama alivyosema amemtegemea Mungu. Wewe nawe pia unaweza kujipata hapa. Utajipata hapa kivipi? Utajipata hapa kwa kufuata njia hizo. Kwanza kabisa umtegemee Mungu, kwa sababu Mungu ndiye ambaye anakuwezesha kufanya vyovyote vile ambavyo unataka, ndiye amekupa akili na kila kitu. Jambo la pili, kuna kitu kinaitwa utii. Nidhamu ni kitu ambacho ni adhimu. Ni kitu ambacho lazima tukikumbatie. Ni kitu ambacho bila shaka ni lulu ambayo bila shaka tunapaswa kuitunza. Na zaidi ya hayo, tuhakikisha kwamba tunafanya bidii kwa chochote ambacho tukifanyacho. Kuna kile kitu ambacho kinaitwa ari. Je, unakitaka vipi kile ambacho unakitaka? Sio kukitaka tu, lakini unakitaka vipi? Una hamu ya aina gani? Una hamu kiasi gani? Na ukiwa na hamu ambayo itakufanya usilale, itakufanya kwamba usipopata kile ambacho unakitaka utakiendea zaidi na zaidi, bila shaka utajipata hapa. Hiyo ndio siri ya mafanikio. Hiyo ndio siri. Unajua umesema ari na nidhamu. Kuna bwana mmoja aliniambia, kwa sababu nimeona nikana kwamba labda umekuwa mwema sana kwa wanafunzi wako. Utu wa mtu kutokana na nini? Na uchu wa kitu. Uchu wa kitu. Kweli. Unaelewa hivyo Melissa? Utu wa mtu kutokana na uchu wa kitu. Mbona unakuwa mzuri hivi kwa wanafunzi wako? Kitu gani hicho ambacho unatarajia kupata labda in return? Kitu ambacho kinaitwa walimu ni swala ambalo ni swala la kujitolea, ni wito. Si swala ambalo la kutafuta hela tu. Kwa sababu kuna kazi nyingi ambazo zina hela nyingi. Kuna kazi ambazo unaweza kuzipata zikakupa hela nyingi. Lakini mimi napendelea watoto, kwa sababu malipo yangu si zile hela ambazo nalipwa pale kazini. Malipo yangu ni kuona ya kwamba mtoto kama Melissa amefanikiwa, kuangalia ametoka wapi, akafika wapi, na amekuwa nini. Maana katika Biblia tunaambiwa, kwa sababu najua wewe ni muumini kabisa, tunaambiwa kwamba mwalimu atahukumiwa maradufu. Wengine wakihukumiwa mara moja, mwalimu utahukumiwa maradufu. Sitakuwa mwalimu. Kwa sababu gani? Umewekewa kiumbe katika mikono yako na Mwenyezi Mungu. Kitunze.
ukitunze, ukilee, kije kiwe kiumbe ambacho kinaweza kutegemewa katika jamii. Je, umechukua majukumu yako kama mwalimu na kutekeleza hayo? Hilo swali nitajibu, nitarejesha kwako. Kwa maana mimi si mwalimu, mimi ni mtu wa kusema kwamba fulani alisema, fulani alipata alama fulani. Kazi yangu ni kutangaza. Melissa, asante sana kwa sababu ya kufika katika studio. Sasa wacha nimwalike babako na head teacher watupatie siri jinsi ambavyo walikupatia msukumo na ile nidhamu ambayo mwalimu anasisitiza sana ambayo mnayo pale shuleni, sio? Si unaweza taka pia wanafunzi wengine waje katika ile shule. Usiende mbali, mtazamaji wa Gikuyu TV. Nitarajia baada ya muda mfupi Oshoma Melissa, yule mwanafunzi ambaye alikuwa anaongoza katika eneo la utawala huko katika shule ya Lakewood, na class teacher wake Bwana Paul Kilonzo, mwalimu, na ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Leo nikasema kwamba tutabadilisha kidogo, tutafanya kwa lugha ya Kiswahili ili tuweze kuwasiliana na kila mmoja wao. Usiende mbali, narejea baada ya muda mfupi.